Iwe unataka kujifunza Forex, kununua signal au usimamizi wa akaunti, yani account management, Nasoro Forex ndio mtu pekee wa kumsikiliza hivi sasa. Picha linaanza, unaruhusiwa kujiunga kwenye group la Forex la Telegram bure kabisa kwa kubonyeza linki hapo chini. Halafu hakuna janja. Ofisi ipo barabarani Kope, fika jengo la Victoria Noble Floor ya 4 jijini Dar es Salaam. Na zaidi, unaweza kuwasiliana na Nasoro Forex hata hivi sasa kupitia simu namba 0712253749, iwe kawaida au WhatsApp, utachagua wewe. Na kule Instagram anapatikana kwa jina la Nasoro Forex. Acha kusubiri, jiunge sasa. Ulimwengu mzima hivi sasa umekuwa kwenye gumzo kuhusiana na ushuru ambao rais wa Marekani Donald Trump ameuingiza kwenye bidhaa ambazo zinaingizwa nchini Marekani. Ushuru huo umegeuka vita kwa sababu baadhi ya mataifa ikiwemo China na mataifa mengine ulimwenguni yamejibu mapigo kwa kuweka ushuru kwenye bidhaa zinazotoka nchini Marekani na kuingia kwenye mataifa yao. Sasa tukiachana na habari za ushuru, pia Donald Trump amekuwa kwenye vichwa vya habari kuhusiana na mpango wake wa kuwaondoa wahamiaji haramu nchini Marekani. Na hivi sasa watu zaidi ya 200 wenye asili ya Venezuela wameondolewa nchini Marekani na kurudishwa kwao. Sasa idadi kubwa ya watu hao walioondolewa wanadaiwa kuwa kwenye moja ya magenge ya kihalifu yaliyokuwa yakifanya kazi nchini Marekani, na walivyofikishwa nchini Venezuela wamepelekwa moja kwa moja kwenye moja ya magereza hatari zaidi yanayotunza wafungwa hatari yaliyoko huko Venezuela, gereza linaloitwa El Salvador. Mpango huu wa Rais Donald Trump kuwaondoa wahamiaji haramu nchini Marekani na wale ambao wamekuwa wakihusishwa au wakihisiwa kuwa kwenye magenge ya kihalifu umeweza kupitia vikwazo, kwa sababu baadhi ya watu wamepinga kwamba Rais Donald Trump amewatoa watu hao ambao pengine wanaishi kihalali nchini Marekani, lakini tu wametolewa kwa sababu ya kuhisiwa kwamba wako kwenye magenge ya kihalifu. Sasa baada ya kesi kufunguliwa, Rais Donald Trump ameshinda tena kesi hiyo, au tuseme mahakama kuu imempa ruhusa Donald Trump kuendelea na mpango wake, kwa sababu amekuwa akitumia sheria ya mwaka 1798 inayompa uhuru rais wa Marekani kuwaondoa watu wote wa mataifa mengine au mataifa adui au watu wote ambao anaona wana uadui au wanaweza kuwa na viashiria vya uadui na Marekani. Huu ni wakati wa kufahamu hii ni sheria gani ambayo Rais Donald Trump anaitumia, na ni sheria iliyotungwa zaidi ya miaka 200 nyuma. Hii ni sheria ambayo sasa hivi anaitumia na ndio inayomtetea kuweza kuwatoa. Na kupitia sheria hii rais wa Marekani sasa hivi Donald Trump anaweza kumtoa mtu yoyote wa taifa jingine endapo tu atakuwa amemwona mtu huyo kuwa ni adui wa Marekani. Sheria hii ya mwaka 1798 imerudi tena, na sheria hii inaitwa sheria ya wageni maadui, au kwa Kiingereza tunaweza kusema The Alien Enemies Act. Ni sheria iliyopitishwa zaidi ya miaka 225 iliyopita. Ingawa inaonekana kuwa sheria ya kale, bado ni sheria halali na inafanya kazi nchini Marekani, na Donald Trump amekuwa akiitumia vizuri kabisa. Sheria hii ilisainiwa na rais wa pili wa Marekani John Adams wakati Marekani ilipokuwa na mvutano na Ufaransa. Lengo la sheria hiyo lilikuwa ni kumpa rais mamlaka ya kuwakamata, kuwasafirisha raia wa nchi adui na kuwatoa kabisa nchini Marekani ikiwa tu Marekani itakuwa kwenye hali ya vita dhidi ya nchi hiyo. Sheria hii ilikuwa miongoni mwa sheria 4 zinazoitwa Alien and Sedition Acts ambazo zilitungwa kwa ajili ya kulinda taifa changa la Marekani dhidi ya ushawishi wa kigeni na migogoro ya ndani. Ingawa sheria nyingine hizo 3 zilishafutwa, sheria hii ya wageni adui bado ipo mpaka leo. Wakati wa vita pili ya dunia, Marekani ilitumia sheria hii kuweza kuwakamata na kuwasafirisha watu wenye asili ya Ujerumani, Italia pamoja na Japan ambao walikuwa nchini Marekani. Na hii ni kwa sababu Marekani ilikuwa kwenye upande tofauti na nchi hizi wakati wa vita pili ya dunia. Sheria hii haijatumika kwa muda mrefu, na sasa ni zaidi ya miaka 80 baadaye ndipo Donald Trump anajitokeza na kuanza kuitumia sheria hiyo, lakini sio katika muktadha wa vita za kijeshi, bali kama sehemu ya kampeni kubwa ya kupambana na uhamiaji haramu pamoja na magenge ya kihalifu ya kimataifa. Trump wakati anaingia madarakani mapema kabisa alitangaza vita na wahamiaji haramu pamoja na magenge ya kihalifu ambayo mengine ameyatambua kama vikundi vya kigaidi. Hivyo Trump ameendelea na mpango wake wa kuwatoa mamia ya watu ambao wanahisiwa kuwa kwenye magenge ya kihalifu, na hasa wanaotoka katika nchi ambazo zinawaruhusu watu hao kuingia nchini Marekani. Hata hivyo, wachambuzi wa sheria wamegawanyika juu ya hoja hii. Wapo wanaosema kuwa matumizi hayo mapya ya sheria hii ni kutatanisha sheria, kwani Marekani haipo kwenye vita. Kama nilivyokueleza kuwa sheria hii ilitungwa wakati Marekani ilipokuwa katika mgogoro na Ufaransa na ikatumika wakati wa vita ya pili ya dunia. Kwa hiyo sheria hii ilitungwa ili iweze kutumika pale ambapo Marekani inakuwa katika migogoro ya kivita. Lakini kwa sasa Marekani haiko katika vita ya kijeshi. Kwa hiyo watu wanahoji kwa nini Donald Trump
Trump amekuwa akitumia sheria hii, na hivyo kama sheria hii ilitungwa maalum kwa ajili ya wakati ambapo Marekani atakuwa katika migogoro ya kivita, hivi sasa Marekani haina uhalali wala Donald Trump hana uhalali wa kuitumia sheria hiyo kama kigezo cha kuwatoa watu wanaodai wanajihusisha na magenge ya kihalifu. Wachambuzi wa masuala ya sheria nchini Marekani wamedai kwamba hii inaweza kufungua mlango kwa marais wengine wa baadaye wa Marekani kutumia mamlaka ya kivita katika hali za kawaida ndani ya nchi, yaani kutumia sheria ambazo zilitakiwa zifanye kazi wakati wa vita na wao wakazitumia katika wakati ambapo Marekani haipo katika vita ya kijeshi na taifa lolote. Mchakato huu wa kuondoa watu nchini Marekani pia umekuwa na vikwazo kwa sababu kumekuwa na makosa ambapo baadhi ya watu wamekuwa kiondolewa nchini Marekani kimakosa, na moja ya matukio yaliyoshika kasi wiki hii ni kuhusiana na mtu anayeitwa Kilmer Garcia ambaye yeye aliondolewa nchini Marekani na kupelekwa huko Venezuela, El Salvador gerezani akidaiwa kwamba anajihusisha na magenge ya kihalifu, lakini baadaye maafisa wa uhamiaji nchini Marekani walikuja kukiri kwamba wamefanya hivyo kimakosa. Mahakama nchini Marekani zimewakalia kooni na kuwadai kwamba wahakikishe kwamba bwana Garcia anarudishwa nchini Marekani, lakini jambo la kushangaza ni kwamba mamlaka za Marekani zimedai kuwa hazina uhalali wa kumtoa au kuamuru magereza ya Venezuela kuweza kumwachia mtu yoyote. Kwa hivi sasa hatima ya Garcia bado haieleweki akiwa katika gereza la El Salvador ambalo lina wahalifu wengi sana. Hata hivyo, wakati Donald Trump akiongea na waandishi wa habari, aligusia na kudai kwamba mtu huyo anajihusisha na magenge ya kihalifu japokuwa hakumtaja jina. Kwa hiyo mchakato wa kuondoa watu nchini Marekani umekuwa na vuta ni kuvute na umekuwa na sintofahamu zake, japokuwa maelfu ya watu wa Marekani wanadai kuwa hiyo ni njia njema ya kuondoa wahalifu ambao wanaiharibu nchi ya Marekani.